Mara nyingi watumishi wa Mungu wengi tumeiongelea sadaka sana kwa waumini kama sehemu tu ya manufaa ya kupata mapato na mishahara pamoja na kutegemeza kazi ambayo kimsingi ina manufaa ya wokovu, lakini ikitusaidia na sisi maisha yetu kuishi. Na wengine hukwepa kabisa kuiongelea sadaka kwa sababu wanaogopa watakapoiongelea huenda watumishi wao au waumini wao watadhani ya kwamba tayari ameshazungumzia sadaka, ina maana anazungumzia uhitaji wake. Na washiriki wengi au waumini wengi hufikiri sadaka ni kwa sababu tu Mungu anahitaji pesa. Lakini ukweli ni huu ya kwamba Mungu hahitaji chochote kabisa, isipokuwa ni sisi ndio tunaihitaji sadaka. Sasa leo natamani nikufundishe nini kiko ndani ya sadaka ambacho mara nyingi hatukizungumzi. Na hapa nitakupeleka kabisa katika kitabu cha Mwanzo kwenye kisa cha Nuhu. Nimewahi kuongelea episode 21 kuhusiana na kisa cha Nuhu, na leo ninaongelea ikiwa ni episode ya 22 ya kisa cha Nuhu. Kwa nini tunatoa sadaka? Ukweli ni huu. Mara tu baada ya Nuhu kushuka safinani, Biblia inasema baada ya gharika kuisha, sasa tunatoka ndani ya safina. Tukiwa kabisa nje ya safina, Biblia inasema kitu ambacho kinashangaza sana. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 8 fungu la 20, Biblia inamwonyesha Nuhu. Biblia inasema ya kwamba Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa sadaka. Kumbuka hili, dunia ilikuwa imeshaharibika kabisa. Nuhu alikuwa ameokoka kifo. Hakuwa na uhakika wa kesho. Huyu Nuhu hakuwa na amana ya mali nyingi zaidi, lakini kitu cha kwanza kabisa Nuhu alichokifanya baada ya kushuka safinani haikuwa kujenga nyumba, isipokuwa Nuhu alitoa sadaka. Sadaka ni nini? Sadaka ni jibu la moyo na sio sheria kama ambavyo watu wengi wanadhani. Nuhu hakutoa sadaka kwa sababu ya sheria. Nuhu hakutoa sadaka kwa sababu ya amri. Nuhu hakutoa sadaka kwa sababu alishinikizwa na kiongozi wake wa kidini. Isipokuwa hata sheria ya Musa haikuwepo bado ya kutoa zaka, ya kutoa sadaka. Sadaka ya Nuhu ilikuwa ina mambo mawili makuu ambayo yapo ndani ya sadaka yoyote inapotolewa. Jambo la kwanza, sadaka ya Nuhu ilikuwa inaonyesha shukrani. Alikuwa anamshukuru Mungu kwa sababu ya uokozi alioupata. Jambo la pili la sadaka ya Nuhu ilikuwa inaonyesha ishara ya kutambua chanzo cha wokovu wake. Anatambua kwamba ni Mungu. Yaani, maana halisi ya sadaka ni kuonyesha ya kwamba Mungu, ninaelewa si mimi isipokuwa ni wewe. Maana halisi ya sadaka ni kusema ya kwamba Mungu, ninaelewa si mimi isipokuwa ni wewe. Nguvu ya kwanza ya sadaka. Kwanza, sadaka inaweka misingi ya kesho, kwa sababu mara tu baada ya sadaka ya Nuhu, Biblia inasema Bwana akanusa harufu ya kupendeza. Katika Mwanzo 8 fungu la 21, Bwana akanusa harufu ya kupendeza. Ndipo tunamwona Mungu akasema hata haribu tena dunia kwa gharika. Akauweka kale ka upinde kanakoonyesha agano na kwamba sitaharibu tena dunia kwa gharika. Kutakuwa na majira na mavuno na mpangilio wa maisha. Sadaka ilitangulia agano. Nuhu alitoa sadaka, alafu Mungu ndio akaweka agano. Ukweli ni kwamba sadaka sahihi huleta msingi wa kesho isiyo na hofu. Nguvu ya pili ya sadaka. Nguvu ya pili ya sadaka ni kwamba huweka mambo katika mpaka sahihi. Sadaka hufanya jambo moja la muhimu sana.
humrudisha Mungu kwenye nafasi ya kwanza, kwa sababu Nuhu alichagua kumweka Mungu kabla ya mahitaji yake. Nuhu alichagua kumweka Mungu kabla ya hofu yake, kwa sababu Nuhu alichagua kumweka Mungu badala ya mipango yake. Yaani sadaka maana yake ni kusema Mungu, wewe kwanza, mengine baadaye. Nguvu ya tatu ya sadaka huondoa hofu ya kesho. Kwa mfano, wakati wa Nuhu, fikiria, dunia ilikuwa mpya kabisa. Hakuna uhakika wa mvua wala mavuno, hakuna mfumo wowote wa uchumi, lakini Nuhu alitoa sadaka kwanza. Na hii inatufundisha sadaka ni tendo la imani, sio ziada ya mali. Kwamba unapokuwa eti na mali nyingi ndio utoe sadaka, isipokuwa sadaka ni tendo la imani. Nuhu hakuwa na uhakika wa kesho yake. Unapotoa sadaka unavunja hofu. Unapotoa sadaka unakataa kuabudu uhakika wa pesa. Unapotoa sadaka unasema Mungu ndiyo chanzo chako. Sadaka sio manipulation. Yaani, hili ndiyo jambo la muhimu kabisa kuliko yote kwa Wakristo na waumini wote mbalimbali. Mnapaswa kufahamu hili jambo, ya kwamba sadaka sio njia ya kumbadilisha Mungu. Mungu yuko vile vile. Wala sadaka hainunui mibaraka. Wala sadaka sio fidia ya dhambi. Sadaka ni moyo unaojua chanzo chake, ni imani inayoonekana kwa vitendo. Imani inaonekana kwa vitendo, kwa tendo la kwanza la kutoa sadaka. Sasa ninakuacha na swali la kujiuliza. Ni kitu gani cha kwanza ambacho unakifanya baada ya kuokolewa, kubarikiwa au kutoka kwenye shida ulioipata? Ni nini cha kwanza? Nuhu alitoa sadaka, sio kwa sababu alikuwa na mengi, bali kwa sababu alijua aliyemwokoa. Sadaka ina nguvu, sio kwa sababu ya wingi au kiasi chake, bali kwa sababu ya moyo unaoitangulia ile sadaka. Mungu akubariki unapotoa. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, floor ya kwanza, office namba 20, Virtuous Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika account zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Mtumishi wa Mungu Enson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu Yeyote Asikudharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha Mirathi na Mtazamo wa Kiroho, Kisaikolojia na Kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi, kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba unazoziona kwenye screen yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.